tuambie watoto wetu ya kwamba ni lazima tuheshimu ofisi ya rais. Juzi tulipokuwa na deputy majority leader Bwana Owen Baya kule Kilifi, tukiasha in new year, nilirepeat na yeye pia akaniunga mkono ya kwamba ni lazima tufundishe watoto wetu kuwa watoto wa hekima, wasitumie mtandao vibaya. Nchi zingine mambo ya social media imepigwa marufuku, haiko kabisa. Nchi zingine hasina hii nafasi. Mnasema we have a constitutional right. Your constitutional rights, your basic human rights and your overall human rights is not the key to temper on other people's rights. Tuheshimu ofisi ya rais. Na pia viongozi, mimi nataka muwe candidly clear. Vile sisi tulikufiokuwa tunaongea wakati wetu tulipokuwa na serikali yetu ya KANU siku hizo za zamani, mtu akileta kichwa mwambie wewe nyamaza, wewe ni mtu mmoja, uweze kufanya watu wengine wapate shida. Wakati Rigathi alipokuwa deputy president, alikuwa anatuambia siasa tungoje wakati wa siasa, na anaapili kwa wanasiasa mnyamazi. Wengine anatuita majina, anasema ni lazima siasa imekwisha, tuunge serikali mkono na tuendelee mbele. Alipofanya makosa kutaka kuwa mkubwa sana kuliko wenzake na mkamtoa nje, sasa yeye ndio kiongozi wa incitements. Your Excellency, even the abductions, sisi tuko na record, mimi nafanya na vyama vingi vya duniani. Kuna watu wanajiabduct ili wapate pesa kutoka kwa Amnesty International and other organizations that support civil societies. Let's not do that to incite and to inflame the country. Matata ikitokea, this country will not be the same again. Wacha wananchi wafanye biashara yao. Our huge investment is in our informal sector. Muache wale watu ambao wanauza nyanya, wanafanya biashara zao, msiwatatise na siasa ambayo sio ya maana. Sisi kama Wakenya, na mimi ni mzee wa area hii, Mkufu Rais, naweza kuhakikishia ya kwamba nchi yetu ni nchi inapenda amani, na viongozi wetu wote ni wale wanawapenda amani. Na ninashukuru wabunge wetu kwa kusimama imara kwa mambo ya kuleta peace katika nchi yetu. Sisi kama wafanyikazi tunajua shida ikitokea kwa nchi yoyote ni wafanyikazi, watoto na wamama ndio wanaumia. Tutazidi kuunga mkono, na pia naungana na wabunge wamesema mambo ya broad based government, kushukuru kuleta kila mtu pamoja. Wenzangu kule Sudani ya juu, wengine viongozi wenzangu wako hapa Kenya, wengine walikimbilia kule Egypt, na hiyo nchi sio sawa tena baada ya fujo.